Ndio na kile kitambi ameingiaje na mpaka hajui kufanya zile nini. Hajui unaelewa yani. So ni ufisadi, hizo zote ni ufisadi kwamba wewe kama unacho utatoa fungu na utaingia meza. Utapata sare. Wewe ambaye kwamba huna baki hapo na shauri yako. Experience yako na makaratasi yako. Shauri yako hatukujui sisi. Yes. So we hope kwamba idara ya usalama itafanya kila iwezalo. Vitengo Vyote DCI sijui kwa nani. Bwana haki ya Albert iweze kupatikana. Japo hiyo haki haitaweza kurudisha hiyo roho, lakini angalau familia iweze kuishi na ile kwamba sawa tumempoteza mwana wetu, lakini tumepata haki fulani, amepatikana na hatia, amekamatwa, ameshtakiwa, amefungwa. Safi tena, ni wakati mwingine, siku nyingine, juma jingine, mwezi mwingine tena tumepatana hapa ndani ya Barisa 101. Kikubwa bwana, tunakwambia ni hadubini ya elimu, fursa na burudani. Yani hapa unaelimika lakini unapata bahari ya kuweza kutengeneza fursa, lakini pia unaburudika. Kama una msongo wa mawazo tunakutuliza. Wenyewe anasema ni mwezi wa elimu ya afya ya waume. Waume bwana. Afya ya akili kwa wanaume huu mwezi. Waume bwana, tufunguke wakati mwingine. Ala kuli hal, hilo silo ambalo kwamba limetuleta hapa. Yapo mengi tu ambayo kwamba tunatakana kuyazungumzia, na lipo mahususi ambalo leo limetujalia tukutane hapa. Alkawaida, ni vigumu kuwa peke yangu, lakini yeye ni rahisi kuwa peke yake. Unajua naye hapa. Tuliambiwa hata kule wakati wa Noa. Alipojenga ile safina akaambiwa watu ni hata wanyama si watu, viumbe ni wawili. Na kwa hivyo hii namba mbili ina maana sana mbele ya Mwenyezi Mungu. Maana kubwa ni kweli. Na hata alipomuumba baba yetu, babu yetu Adam, akakaa kwa muda, akaona moja, akajua huyu peke yake dhambi hataifanya. Wacha nimletee mwenzi wake ambaye atafanya dhambi. Hajawaambia mfanye dhambi. Wafukuze. Anyway, mimi naitwa Meza na karibu sana ndani ya Barisa 101. Oh yes. Okay. Ndio hivyo bana. Why are we here? Tuko hapa kwa sababu mambo ni mengi. Muda ndio mchache. Yani, sasa basi kombio sana. Nikasema kidogo tu hivi ni drop out. Sitaki kumaliza shule. Hamna, hii lazima graduation lazima. Kufuzu hapa lazima uwe hafala. Hapana. Yani hata nataka tuanzie kwa kitu chepesi. Jana anaitwa, alikuwa wakati mmoja mbunge wa Malindi. Lakini pia amewahi kuwa mama wa kaunti ya Kilifi. Kabisa. Ameshawahi kuwa waziri. Kabisa. Hii nchi. Sasa hivi ni mwenyekiti wa bodi ya barabara nchini. Mheshimiwa, ni Mheshimiwa Aisha Jumwa alikuwa kaunti ya Mombasa, eneo bunge la Mvita, kwenye mchakato ambao waliopatia women empowerment, ambao uliandaliwa na mama haki Miraj, anaitwa Mama Miraj Abdullahi Kimbi, ambaye ni mama haki na aliweka ile women senator mteule. Yes. Na alizungumza maneno, aliyasema maneno. Si watu waliokuwa pale walizungumza maneno bwana. Maneno ya Mheshimiwa Aisha Jumwa. Hayo ya Aisha Jumwa hayo aliyoyasema. Yalinivutia sana yale maneno. Sasa nilikuwa nataka tuanzie hapa. Wewe vipi? Yale maneno? Maneno yana shida gani? Wewe vipi? Wesi women empowerment. Are you empowered? Ama wewe pia unazuiliwa? Manake ule ukali ulikuja kutokamana na zile ni siasa na ile kwamba wanawake wanazuiliwa, wanapewa vitisho vya kwamba mathalan alitumia neno kwamba wanamwambia watambaka, ndio akatoa yale maneno ya kwamba unajifanya una kifua, unajifanya una mdomo, unajifanya unataka uongozi, wewe huku kwanza tutakuvua nguo. Unajua ni maneno ambayo kwamba hayastahili. Unajua katika hii era ambayo kwamba tunaishi sasa hivi, sidhani kama kuna kutishiana, yani
kunapaswa kuwa na kutishana, sio hoja. Ama kutishana kinamna hiyo, kisampuli hiyo. Unajua? Wanawake wanafanya vitu vikubwa, wanawake wamepatiwa nafasi na tumeona wanafanya vitu vikubwa. So like right now kwa nini sasa mwanamke aweze kutishiwa? Sasa yale maneno yale maneno ya mheshimiwa wewe vipi? Aisha Jumwa. Ushaona? Wewe do you love? Kwanza inategemea wale walikuwa pale walikuwa kina nani? Ni kina mama. Ni kina mama. Walikuwa na watoto wadogo? Hapa kuna watoto wadogo, hapa kuna wanafunzi wa kike. Watoto wadogo sidhani. Ilikuwa ni wanawake peke yake. Maana nilikuwa ni women empowerment. Kwa sababu nilikuwa naangalia mahali ni corrective, siju kulikuwa na mbele ya wanafunzi nikashindwa, ilikuwa women empowerment, watoto walikuwa wamekwenda pale kufanya. Yani tuseme lile tukio la jana lilikuwa ni la wanawake kuwezeshwa. So wale kupatiwa nguvu wanawake kwamba tujiamini. Sasa mimi sina shida na kile kikao. Wewe vipi? Mimi vipi nini? Do you love? Unaniambia nitembeza kwenye maneno aliyosema or you are asking me nijibu kile chenye alikuwa anasema? Amesema usitishwe. Kama mtu akikutishana hiyo I love. Sasa yani hilo swali nimeleta hapa direct. Kwa sababu sio mimi nilozungumza. You don't love. Comment. No, you don't love. No comment. No comment. Aisha Jumwa anatupeleka pabaya. Lakini sio hapo anza yeye. Rafiki yako bad girl pia yale maneno ashayasema ndani ya bunge. Bad girl. Bad girl ashayasema maneno yale. Lili. Ndani ya bunge. Nini mnaniambia nini mimi? Mimi kwa ninatishwa na nini? Mimi nani? I do, I love, Okay. Lakini kina mama siku hizi mko mbio. No, I think kwa sababu ile tunataka kutoa ile kasumba. Nani anawatisha? Katika jamii, unajua? Ama sisi tutoke tuseme we love. Bado kuna ile kasumba ya hii jamii kuonekana kana kwamba mwanamke hawezi. Unajua? Mwanamke kazi yake labda hizo vitu zilipita na wakati, my friend. Wewe ushasema no comment. Wewe tunajua. No, Aisha Jumwa yuko sawa bwana. Tunajua wewe hupendi. No, yuko sawa na maneno yake bwana. Wewe vipi? Wewe vipi? Nani mimi si Aisha Jumwa. Mashallah mkijalia nikifika pale alipoenda. Wewe hupendi. Mtazungumza. Wewe hupendi. No comment. Anyway, hiyo ilikuwa tu ni for kuchangamsha kikao na naamini umechangamka, lakini pia utatukomentia hapo uweze kutuambia inakaaje hiyo kauli ikoje, na wewe ambaye kwamba ni dada, mama, shangazi, wewe unapenda? Tuachie hapo. So kama wanapenda ama wapendi bwana. Kama kiongozi anasema anapenda, nyinyi wengine vipi? That thing is sacred. Sacred na alizungumza tukapata. Iliumbwa vizuri na Mwenyezi Mungu, so unapenda. Twende kwenye kikao cha leo. Leo bana, joto ambalo kwamba limepanda katika hili taifa ni kuhusiana na kufariki, tuseme kuuawa kwa mwalimu anaitwa Albert Omondi Ojwang. Right? Yeah. That young soul. Mtoto wa pekee wa mzee yule, mtoto wa pekee wa yule mzee ambaye kwamba ametangulia mbele ya haki, lakini alitangulia mbele ya haki akiwa katika mikono ya vyombo vya dola, ambao kwamba wakati wamekwenda kumkamata kule Homa Bay, waliahidi familia kwamba mtoto wenu atakuwa, tutamlinda, yuko salama, tutafanya kila, tutamlinda mtoto, yuko salama. Lakini salama hiyo ikawa salama. Unajua najaribu kumfikiria yule mzee wa wenyewe, na ile nikiangalia ile machozi yake, yani kuna kitu nasikia, yani I don't, ule uchungu alobeba ule mzee sijui. Yale machozi yatawatesa wengi. Yale machozi nikwambie leo yatawatesa wengi. Manake sehemu tu, yani tukizungumza sehemu tu ya wanasiasa, kila mtu amezungumza kivyake. Kuna mwanasiasa mmoja amezungumza, sikupendezwa na kauli yake. Sitaki hata kumtaja jina, maana itakuwa ni kupoteza. Amesemaje? Wewe sema tu, tusema. Amesema kwamba waliotekeleza lile tukio ni watu wa upinzani ili kumchafulia jina rais eneo la Nyanza. Siasa kwa hiyo. Yani ameiweka hivyo. Ameiweka hivyo. Yani unaona kuna vitu vingine ambavyo kwamba viko more sensitive, alafu unakuja kulazimisha siasa, ambapo idara ya usalama
kupitia kwa taasisi muhimu ya NPS, National Police Service, walitoa taarifa wao wenyewe. Wakasema amefariki akiwa. Wewe unaiamini hiyo taarifa iliyotolewa na vyombo vya usalama ya kwamba alijigonga na ukuta? By the time wanamfikisha Mbagathi akawa tayari ameshatangulia. Ina tashwishi. Kwa sababu jana nilikuwa naangalia picha zingine pale ambazo kwamba zilienda zikachukuliwa pale wakati bado uchunguzi unaendelea, lakini kulikuwa na patches za damu kwenye kuta za ile cell ambapo kwamba alikuwa peke yake kwa kile chumba huko mwisho. Unajua angekuwa labda alikuwa aliyekwa na watu wengine, tungesema labda wale wenzake labda huenda walimfanyia huenda walimdhuru. Lakini ikiwa alijigonga mwenyewe kwa kichwa kwenye ukuta, akachukua na damu zilivyokuwa zinatoka akapiga kwenye ukuta, unajua maswali mengi. Kuna kitu kinaitwa sakaratul maut, wakati roho inapotaka kutoka ushamchinja kuku. So kuna taarifa ambazo kwamba Barisa, tuambiane tu kweli, yani hazina tija. Ndiyo. Alafu zinazidi kuleta uchungu kwa wale ambao kwamba wana familia. Yes. Sisi wengine tunasikia uchungu, imagine na hata wengine hatumjui face to face. Sasa sembuse wale ambao kwamba ni mtu wao wa karibu wanasikiaje? Sasa kuna vitu vingine ambavyo kwamba vinachosha akili, vinachosha moyo. Mzazi mwenyewe akisikia taarifa kama ile yani unamweka kwenye hali gani? Taarifa nyingine hazi make sense. Kuna taarifa nyingine ambayo pia mwandani tu kwenye hiyo idara yao anasema kwamba yule tayari alikuwa amefika pale akiwa tayari ana ile majeraha. So hayo majeraha manake walimchukua nyumbani akiwa mzima. Mikononi mwa wazazi ambao kwamba hata kama nyanyaka alivyokuwa anaongea, nyanyaka anasema alivyofika hapa hata hakuna mtu aliyoogopa askari. Na yeye mwenyewe hakuogopa, manake yeye mwenyewe deep in heart alijua kwamba sijafanya kitu kibaya. Ingekuwa labda ni muhuni maybe angeona polisi akatoroka, lakini wale wazazi hawakuficha, waliuliza tu huyu nani anaitwa nani jina lake, sitaki kumuita na yeye Ojwang. Albert, yes. Albert ni nani? Alberto, yes. Albert ni nani? Alberto Yanuzei. Unamjua huyo mchezaji anaitwa Yanuzei? Ya michezo utaongea baadaye. Albert, hilo jina. Albert ni huyu. Ushaona? Hawakumficha. Wala ndio huyu. Wakamchukua mzima. Maana yake angekuwa mgonjwa labda kusema lakini tunamchukua mtoto wenu lakini ni mgonjwa ama ana majeraha, mmemfanya nini? Labda wakaandikisha taarifa amefanywaje. Bado alikuwa mzima. So ukituambia kwamba hiyo taarifa nyingine kwamba amefika kule alikuwa na majeraha. Kuna taarifa za ndani zinasemekana kwamba alifika pale tayari akiwa ako na ale, because yeye mwenyewe alivyochukuliwa he was willing kwenda huko kwenda kuandikisha kama ni taarifa. So alifanywaje huko njiani? Kuna mpaka kanda za video za sauti akiongea na watu wengine ambao kwamba wako Nairobi, akiwaambia yeye hajawahi shikwa kwenye maisha yake. Hajawahi kamatwa, na kwenye hiyo kanda anasema kwamba aliwauliza wale manze kwa police station kukoje huko huwa. Ule mwingine alikuwa amepanic. Alikuwa panic mood. Hiyo ni kawaida. Ni kawaida. Hata mimi polisi akatokea hapa akinishika nikapanic. Mimi kama mimi kushikwa anaweza nikapanic, lakini kupelekwa ndani siwezi panic kwa sababu nishawahi kuwa. Ile tu freezing iko. So akawa anamuuliza yule mwenzake kwenye hiyo kanda ya sauti. Anamuuliza yule mwenzake huwa kukoje. Yule akamwambia mimi nishaikuwa industrial area. Industrial area ni mbaya zaidi kuliko hata mambo kwamba wamesema wanakupeleka, lakini wewe by the time wanakufikisha asubuhi mimi nitakuja hapo. Unaelewa? So ni yeye tayari alikuwa ameshaenda panic mood. Inaeleweka kwa sababu ni kitu ambacho kwamba kwake kimemtokea. Lakini najiuliza kitu ambacho kwamba kilimfanya akakamatwa ni kwa sababu eti amemchafulia jina naibu Inspector Generali. There is no death sentence katika hii nchi yetu kwa sababu ya kuchafulia mtu jina. Sawa, sasa ndo hata mimi asubuhi nilipokuwa nazungumza sehemu nyingine nikajiuliza, huyu Inspector General wa polisi mwenyewe ameambiwa mambo mangapi mtandaoni? Ameambiwa mambo mangapi na viongozi wa kisiasa? Ameandikiwa mambo mangapi na vijana hawa wa kizazi hiki cha Gen Z? Amewahi kusummon mtu ende akashikwe kwa vitu kama hivi? Why hii imekuwa a so special case? Mtu amekamatwa alafu amepoteza uhai wake. Imefikia mahali mpaka upasuaji Johansen Odoro ambaye kwamba ndio mpasuaji mkuu wa serikali akasema yeye alikuwa amejitoa, kuna unasaba ndani. Ndio maana yeye amekaa kando na yule ndio ambaye kwamba ataongoza ule upasuaji.
kuna walaki mwingi tu. Alafu baadaye unaambiwa kwamba taarifa nyingine inatoka kwamba sasa hivi amehiari kwamba atakuwepo kwenye ili kuona kwamba uchunguzi utafanyika. So atakuwa yuko pale tu like among the team, but sidhani kama yeye atakuwa mhusika mkuu. Na si kitu cha kwanza hiki. Kuna vitu vingi tu ambavyo kwamba Yohansen Odor amekuwa akijiondoa. Yaani kitu kikiwa tu na utata, kuna sababu yeye inatokea anaji. Hata masuala ya Shakahola alikuwa mstari wa mbele akifanya. Afrika fika kipindi nikamwambia alikuwa nataka kupindishwa gari liingie porini. Akasema mimi hii kitu inanisumbua sana. Msongo wa mawazo na nini mimi tayari akakaa pending, na saizi tunajua kunaendelea nini. So hakuna kitu ambacho kwamba pia kinazidi kunipatia mashaka ama kunifanya nisikie vibaya ni kwamba unajua wale wenzetu kule ambao kwamba ni mataifa ambao kwamba tunasema yameendelea, yameendelea sio tunasema ukitajwa na kitu unaona kama sasa hivi because as we speak kumekuwa na pressure. Unajua kumekuwa na pressure ya IPOA. And IPOA wakizungumza pale DIG yuko hapa. DIG Lagat. Lagat. Ni like, Lagat. Yeah. Mtu ambaye kwamba umetajwa kwenye hii. Hata jana step down, as in step down, watu wafanye uchunguzi. Wewe uko hapo Mburumburu kufanya nini na umetajwa kwenye hii kitu? Kwa nini yeye anatokea kwenye anatokea kwenye hii nini? Kwenye pressa kwenye why? Hata jana wakati IG alipokuwa anapeana ile statement yake, he was there. Yeah. Unajua hivyo ndio vitu ambavyo kwamba tunatekana. Ndio maana mimi wanasema bado hatujapata uhuru. Bado hatuko huru. Ikiwa wewe umehusishwa, meza ukishahusishwa na jambo, hautekani kutokea kwenye Barisa 101. Ushatiwa doa, kaa kando, doa lako likiondoka. Yaani hata si lazima uambiwe Barisa wewe kaa meza wewe kaa kando. Lakini mwenyewe tu jamani, mimi naomba ku step down, uchunguzi ukiendelea. It is very, yani unajua, yani ni kiume kingine, ni sijui nikidescribe vipi yani unajua. Nimemwona naye anaitwa wakili Nelson Havi ambaye kwamba wakati mmoja ashaikuwa rais wa LSK. Ameandika kwa uzuri akasema yote haya yamefanyika, lakini kuna watu ambao OCS wa Central Police Station aside na maafisa wote ambao kwamba walikuwa zamu huo usiku hao wamepelekwa, lakini mtu ambaye ametajwa na IG mwenyewe ndo amemtaja. Sawa. Mbona huyu ha step down akapisha watu wafanye uchunguzi? Anasema haya yote yamefanyika, lakini the bottom line ni DIG. Mbona yeye hajashutumiwa? Mbona yeye hajakaa kando? Mbona yeye ndio maswala ambayo kwamba yanaumiza kichwa and yani ni ukiritimba wa hali ya juu. Unajua yani ni vitu ambavyo kwamba vinafanyika kwenye hii nchi, alafu taasisi kuu tutaambua kwamba polisi wako independent, lakini polisi wako chini ya wizara. Hiyo wizara ya usalama na hiyo wizara ya masuala ya ndani iko chini ya Murkomen. Sasa hivi anafaa kuwa amezungumza. Sasa hivi tunavyozungumza, achilia mbali IG, anafaa kuwa amezungumza. BCI wanafaa kuwa wamezungumza. IPOA hawafai kuzungumza na sisi, wanafaa kufanya uchunguzi. Wakija waje watuambie ilikuwa 1, 2, 3, 4. Huwezi kuja kuzungumzia uchunguzi wako unaofanya kwa vyombo vya habari. Wewe kaa ndani huko, malizana na uchunguzi wako. Hatuko hapa for public sympathy kwamba unatafuta kiki na hiki kitu sio cha kutafutia kiki. Unajua, fanya uchunguzi wako, njoo tuambie 1, 2, 3, 4, 5 tuelewe. Kulikuwa na version nyingine nimeiona kuhusiana na hii story. Sitaki tuende sana, tulizamia sana ili swala manake sasa hivi tumekuwa tuko winch. Unajua, tumekuwa tuko winch. Unaongea ukiangalia midomo yako unachokitoa ni nini, unachopost kwenye mitandao ya kijamii ni kitu gani. Kwa hivyo yani kana kwamba uhuru wetu unaendelea kufinywa. Umeendelea kufinywa kwamba you are no longer free. Kwa sababu katika hili taifa kwa sasa hivi tunavyozungumza, hata ukasema wewe si mwoga, ukisema hata si mwoga ni sawa, si mwoga, lakini you will end up losing your life and maisha yatasonga. Ndio sasa tuogope. Sio hata usipoogopa, you choose. Uogope sawa, uishi. Usiogope, ujifanye shujaa, upotee, na maisha yataendelea. Shujaa. Na Kenya
Tasonga kwa. Bas, ushaona. So kulikuwa na version nyingine ya hii story. Wanasema kwamba like huyu jamaa Ojwang kwanza kwao ni Homa Bay. Yes. Eneo ambalo kwamba sasa hivi daktari Mheshimiwa Rais ni kama kulitakasa ili kuona yani kurudisha ile imani tena. Unajua watu eneo la Nyanza. Eneo la Nyanza unajua. The large Nyanza but alikuwa Homa Bay just. Alafu sasa ile story yenye nimeona mahali kwa nasema I think huyo mtu alikuwa anasema I think there is pia malls ama kuna mahasidi wa rais ndani ya idara ya polisi ambao kwamba labda wanafanya hivi vitu ili aonekane yule jamaa like yeye ndio anafanya ama yeye ndio mbaya. Si unaelewa hiyo? Kwa sababu anauliza like how come hiki kitu kimekuja sasa hivi wakati ambapo kwamba huyu jamaa yuko focused kusafisha kule mahali, yuko focused na wewe unajua vile vitu ambavyo kwamba wanafanya kule sasa hivi. Kuna huyu mzee sasa hivi. Alafu ndo kinatokea kitu ambacho kwamba ni mtu ambaye kwamba ni wa kule. How? Unajua? Nikawa nafikiria tena nikasema anyway, depending na hiyo version pia inakuja na uzito kwa sababu ya kile kitu ambacho kwamba mimi nimekushafulia jina kwenye mtandao. Ni vitu ambavyo kwamba vinatokea, mnaita defamation sijui ambao unaweza kanipeleka kotini na nikashtakiwa tushaona wengi. Tushaona mabloga wengi ambao kwamba washafanya hivi vitu, hata wengine sasa hivi waheshimiwa wamechaguliwa ma MCA na vitu kama hivyo, wamekuwa wakichafulia watu majina. Wanasiasa wengi, hata Raila mwenyewe ashachafuliwa jina, gavana Anne Waiguru ashachafuliwa jina akashtaki mpaka Raila Odinga. Inapelekwa huko. Sasa ukiangalia kwa hiyo ango sidhani hiyo inaletwa hiyo ango kwa sababu pia kuna jina la kutoka Rift Valley. Hii ni kila mtu au bebe msalaba wake. Kila mtu ataubeba mzigo wake mwenyewe. So yule ambaye kwamba aliagiza wale maafisa wakafanye ile kazi ya kumkamata yule, kwa sababu kulikuwa na kwamba nilichafuliwa jina, abebe mzigo wake. Hapa tafadhali tusimweke huyu mjamaa. Huyu mchiza, huyu dogo wetu ana mashaka yake. Ana mashaka yake, na mizigo yake. Ya mambo ya shaha yafanyi kazi, housing levy nasumbua na vitu vingine. Hapa meza beba mzigo wako. Ulichokifanya kiko vibaya, utasulubiwa peke yako. So hii idara ya polisi yenyewe ijiangalie, ijichungue. Walisema wasigililiwe kisiasa. Wanafanya mambo yao kiupuzi, hili wamelifanya kipuzi. Na wataubeba huo mzigo. Nafikiri they didn't kwa sababu mimi naamini hata tukisema ni siasa ni hoja. Siasa haitatuliwi na silaha za moto. Hivyo siasa ni hoja. Hata tukasema pameingia siasa. Siasa ni hoja. Tena hoja yako ni kupinga na hoja ya kwangu, sio kwa silaha za moto. Hivyo tu. Nasema maana kama jana hapa tunasema kwa tunalaza damu. Kuna mtoto kijana pale alienda akazungumza na afisa wa usalama. Yule afisa wa usalama akasema wewe tumekumaka, tutapatana huko. Na akasema anataka kuandikisha taarifa, akasema asiandikishe aende peke yake. Na hilo jambo bado watu wamelinyamazia. Wanyamaza mpaka kitu kitokee. Sasa ndio turudi tena. By the way, sasa tunaleta vitu, tunaleta mapicha. Sasa hizo za heka za Abunuwasi. Ile jambo nilishughulikiwe sasa hivi. Yule kwa nini alisema hivyo? Sasa hapo utasema kwamba jamaa ametuma mtu, nendeni mkufanye hivyo. For what? Umeona? So ni wale watu ambao kwamba sasa hivi pia tuna recruit jamani kuweka huko. Tuangalieni jamani, tuangalieni. Ufisadi umekuwa mwingi, ndiposa kuna watu ambao kwamba wanafanya kazi katika hizi idara mbalimbali ambao kwamba hawana ueledi wa kazi, hajui. Na yuko pale tuna kitambi chake anaandikwa kazi ujue. Hata washindwa na kile kitambi ameingiaje na hajui kufanya zile nini. Hajui unaelewa yani. So ni ufisadi, hizo zote ni ufisadi kwamba wewe kama unacho utatoa fungu na utaingia meza. Utapata sare. Wewe ambaye kwamba huna baki hapo na shauri yako, experience yako na makaratasi yako. Shauri yako hatukujui sisi. So we hope kwamba idara ya usalama itafanya kila iwezalo. Vitengo vyote DCI sijui kwa wapi nani bwana, haki ya Albert iweze kupatikana. Japo hiyo haki haitaweza kurudisha hiyo roho, lakini angalau familia iweze kuishi na ile kwamba sawa tumempoteza mwana wetu, lakini tumepata haki fulani, amepatikana na hatia, amekamatwa, ameshtakiwa, amefungwa.
Sawa sawa. Basi. So hadi wakati mwingine, wazee, inaumiza sana. Bye bye.